Ninafahamu kwamba kwa dakika sasa vidonda vya tumbo ni changamoto na yoyote anaweza kapata, lakini kuna njia za kujikinga. Ni njia zipi unazozitumia kujikinga na tatizo la vidonda vya tumbo na wewe usije ukawa muhanga? Niko hapa kukufahamisha njia kuu 5 ambazo unaweza kuzitumia kujikinga na tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama unataka kufahamu njia hizi ambazo ni rahisi sana kuweza kujikinga na usiwe muhanga wa vidonda vya tumbo, basi tukwenda sambamba huko nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Kuna njia kuu 5. Kuna njia kuu 5 ambazo unaweza kuzitumia kujikinga na tatizo la vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vina sababu kadhaa, ikiwa moja masuala ya ulaji mbovu, habari za H pylori, masuala ya matumizi ya dawa ambazo kupunguza maumivu, lakini kuna njia za kujikinga, usiwe na wasiwasi. Na njia namba 1 kabisa ambayo nataka nikufahamishe ni uvutaji wa sigara na ulevi, kunywa pombe kupindukia. Ili ni kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukikwepe ili uweze kujikinga na tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa nini sigara na pombe? Ni kwa sababu vitu hivi vinachochea uzalishwaji wa asidi nyingi kwenye tumbo, na pili, vitu hivi ni kwamba vinapunguza uta ambao unatenganisha asidi na ukuta wa utumbo wako, na tatu ni kwamba huwa vinaharibu kabisa ule ukuta wa utumbo, kwa inakuwa ni rahisi sana kuweza kupata vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hii ni sababu kubwa kwa nini uepuke uvutaji wa sigara na swala la pombe. Namba 2 kabisa ni kutumia hizi dawa za kupunguza maumivu ambazo kama non-steroid anti-inflammatory drug kwa tahadhari, hasa matumizi ya dawa kama ibuprofen au aspirin. Ibuprofen inatumika sana na watu wengi. Hakikisha na discuss na daktari wako kuweza kuona mbadala mwingine wa hizi dawa za maumivu. Hizi ukizitumia kwa muda mrefu, ukiwa ni mtumiaji wa muda mrefu na hizi dawa, ni kwamba huwa inachochea issue ya vidonda vya tumbo, kwa sababu dawa hizi ziko sehemu ya kisababishi cha vidonda vya tumbo, na ni kwa sababu tu zinaharibu ukuta wa utumbo wako, hasa unapokuwa umezitumia kwa muda mrefu sana. Kwa muda mfupi lazima umetumia leo na hujawahi kuzitumia tena, yamkini sita effect, lakini kulingana na changamoto za afya zetu, walio wengi kuna ambao watu wanaishi kutumia dawa za maumivu, na mwisho wa siku kama unazitumia ziko dawa kwa muda mrefu sana, inaweza ikachochea inaweza ikapelekea issue ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo uzitumie kwa tahadhari, discuss na daktari wako. 3 ni kuhakikisha kwamba unazingatia usafi. Lengo kubwa iko ni kujikinga na huu jamaa mshenzi H pylori bacteria. Ni bakteria ambaye ni anasumbua, yani kumtibu sio kitu rahisi kweli kweli. Wale wahanga wa vidonda vya tumbo wanaweza kaelewa ninachokisema. Huyu H pylori bacteria anaanza kukusumbua, lakini chanzo chake kubwa ni uchafu. Kwa maana kwamba unakuwa unayo mikono au umekula vyakula ambavyo tayari kuna vimelea vya huyo bakteria, au umekunywa maji ambayo tayari yana vimelea hivyo. Lakini kwa tunashauri kwamba mtu aweze kuhakikisha kwamba ananawa mikono, hasa sana anataka kula chakula au anapokuwa ametoa mazingira chooni, na kwa umetoka mazingira chooni, hakikisha unanawa mikono, na vyakula unavyotumia hakikisha kwamba inakuwa ni visafi, na vyombo na mazingira kwa ujumla ambayo unaishi kwamba yanakuwa ni masafi. Hii ni njia ya 3 ambayo itakusaidia kujikinga na vidonda vya tumbo, hasa ambavyo vingeweza kuja kwa njia ya huyu jamaa ambaye ni H pylori bacteria. Namba 4 ni kuzingatia ulaji wa vyakula bora. Usile tu kwa sababu una hela, wala tu usile kwa sababu chakula tu kwamba hiki ni mimi bana nimependa tu kula hiki. Hapana, zingatia ulaji wa vyakula bora, hasa vyakula ambavyo vinatokana na mmea. Vyakula vinatokana na mmea ndio ambavyo vina nguvu kubwa ya kutibu na kukinga na magonjwa kuliko vyakula ambavyo vinatokana na wanyama. Matumizi ya mboga za majani kwa wingi, matumizi ya matunda kwa wingi, jamii ya kunde. Usipuuze kusema kwamba jamii ya kunde hii siwezi kula mbegu. Usipokula mbegu hizo, basi kula nyama kwa wingi sana, utakuja kukumbana na changamoto zake. Kwa sababu geuka ngata katika tafiti zilizo nyingi, hawasemi kwamba maharage yanaweza kumbeba yule bakteria. Ila ukiangalia kwa sehemu kubwa sana, nyama na maziwa vimetumiwa sana kwa kwamba ni sehemu pekee ambayo jamaa anapenda kujificha yule H pylori bacteria. Lakini kitu kingine ni kwamba kuna kemikali nyingi ambazo zinasaidia kukinga virus, kutibu bakteria na fungus. Vyakula vingi vya mmea vina antifungal property, vina antibacterial property na antivirus property. Kwa hiyo unapokuwa unakula inasaidia. Lakini kitu kingine ni kwamba vyakula hivi vinaongeza kasi ya seli kuzaliana upya. Kwa hiyo kama una vidonda inakuwa inasaidia sana. Japo kuna baadhi ya vyakula kwenye hivi tukavyo na mmea ambavyo kweli huwa vinaleta changamoto kwa baadhi ya watu,
lakini si kwamba ni vibaya, hapana, kwa sababu vyakula vyote vitokana na mimea ni alkaline na sio acid kama ambavyo wengine wanasema. Si maharage ni acid, hakuna cha maharage kama ni acid. Hiyo nyama unayokula ndio acid, na hizo kuku unazokula ndio acid, na sio jamii ya mmea. Vyakula vitokana na mmea havina acid, kwa maana sio vyakula ambavyo ni vya acid. Wale ambao changamoto baadhi ya vyakula ni kwa sababu hapa kuna issue za wanga. Kuna aina fulani za wanga ambazo kwa baadhi ya watu wanashindwa kuzimengenya vizuri. Ndio unapata issue za gesi, kwa baadhi wanapata issues kama za kiungulia. Lakini si kwa sababu ya kwa hivi ni asidi. Hapana kabisa. Kwa hiyo zingatia vyakula vya mmea kwa wingi sana. Hivyo vingine unaweza kujazisha, lakini hivi ndio viwe base ya ulaji wako. Mwisho ni issue ya msongo wa mawazo. Ukiwa na msongo wa mawazo pia uliopindukia, inaweza kuchochea ongezeko la asidi kwenye tumbo na inaweza ikapelekea issue ya vidonda vya tumbo. Nikufahamisha kitu kimoja tu kwamba hakuna mtu ambaye ana stress, lakini stress zimetofautiana. Kuna watu ambao wana msongo wa mawazo ambao ni hatari kweli kweli. Aliyefiwa na mzazi, aliyefiwa na mtoto ambaye amekumbwa na changamoto ambayo ni nzito, anakuwa na msongo wa mawazo tofauti na yule mtu ambaye anawaza kesho katafute wapi pesa. Hao ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo angalia, unapokaa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu sana na kusumbua, unakutesa nazo kwa athari na kupelekea wewe kuwa na vidonda vya tumbo. Hizi ndio njia kuu 5 ambazo zinafanya kazi vizuri sana kwenye kumkinga mtu dhidi ya vidonda vya tumbo. Kama ulikuwa ufahamu, nadhani nimekufahamisha. Nikushukuru wewe kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwaheri.